Hujahusishwa kwa mambo ya bill na tunataka iangushwe. Hatutaki amendments, tunataka iangushwe na tumechoka na yeye. Ruto hatutaki ushuru. Ruto Zakayo lazima ashuke. Na kwa mama sawa, acha tupatie mwingine pia azungumze kwa sababu ya muda pia. Tueleze jina lako, mlipi ambalo pengine limeweza kuwafanya kufika hapa. Kwa majina naitwa Dickson Mchiti. Mimi ni mkaaji wa hapa, nafanya kazi hapa hivi. Lakini sasa mapato yetu imekuwa chini sana. Tumesumbuliwa na huyu Ruto pamoja na governor. Tulituma kwa kina Kileo, wakina Bone Khalwale tukifikiria watatusaidia, lakini wamefika huko wamebadilika. Sasa hakuna mtu mwenye anatusaidia. Sasa sisi tuko kuhangaika. Sasa mama amepigwa hapa marisasi 3 kama tuko na tumemchukua tumempeleka hospitali. Sasa sisi hatumtaki. Hata pengine naona mwanadada hapa, pengine tueleze jina lako, umetokea wapi, mwanafunzi ama unafanya kazi hapa, na tumeona tangu asubuhi umekuwa ukifika hapa mara namna gani? Kwa majina naitwa Masi, nimejitokeza leo kwa sababu ya Ruto. Maisha ya Ruto imetumiza sana. Aliongeza bei ya kila kitu tukanyamaza. Lakini sasa vijana tumeamua kujitokeza na kuambia Ruto lazima ashuke. Ruto lazima ashuke. Hata mimi nikale, lakini lazima Ruto ashuke. Hatutaki maneno ya tax, lakini maneno ya finance bill ishuke. Kwa kifupi sana, unajua kila mtu, unajua hatuwezi kupatia kila mtu, lakini unapoongea unazungumza kwa kifupi sana. Tueleze jina lako. Tukampea kura. Tulie vijana. Kwa majina ni Caleb Nyongesa. Sisi hatutambui mambo ya watu. Sisi tumechoka na serikali ya Ruto. Wote tumechoka nao, tumechoka. Tuko hapa kwa street tumechoka. Hatutambui serikali yao wakae nayo huko. Sawa. Na pia kuna ngoja kwanza, bunge la seneti wameweza kuunda kamati ya majopo maalum ambalo wamesema kwamba watakuwa wakiweza kushughulikia masuala yenu. Mtakuwa mkiweza kufika pale kutoa maoni. Jina lako, utatoa kofia. Jina langu ni Omosh. Sitaki Ruto aende nyumbani. Hatutaki huyo motherfucker. Hatutaki Ruto. Ruto aende nyumbani. Sawa. Ngoja kidogo tu alafu tena tuweze kuendelea na mazungumzo hapa. Well, from the protesters here, of course, they bit disorderly, and of course that is quite normal, such a protesters here, but just listening to them is that they really want the bill to be not really amended, but an overhaul in as much as National has already passed that bill. I can be drowned here, the noises. So I pass on to my colleague. Naam, shukrani sana. Kama unavyoona kwa sasa katika kaunti ya Nyeri ni kwamba kilichotakiwa kuwa maandamano ya amani kimegeuka na kuwa hali ambayo kwa kidogo tunaweza kusema kwamba haieleweki. Manake hapa tupo nje ya duka la jumla linajulikana kama Shieni Supermarket. Ni duka la jumla ambalo linamilikiwa na mbunge wa eneo bunge la Kieni ambaye ni Njoroge Wainaina, na huyo ni mmoja kati ya wale wabunge ambao walikuwa wamepiga kura ya kuunga mkono huu mswada wa fedha wa mwaka 2024. Na wakazi wa Nyeri waliokuwa wakiandamana wamesema kwamba wameamua kuvamia duka hili na kubeba bidhaa zote ambazo ziko humo dukani, wakisema kwamba ni kutokana na ghadhabu alionayo kwa mbunge huyo kwa kupitisha ama kuidhinisha mswada ambao Wakenya wanahisi kwamba unawagandamiza na kwamba unafinyilia Mkenya ambaye tayari amefinyiliwa sana kutokana na ushuru ambao unatozwa kwa sasa. Na kwa sasa unapoona tu ni kwamba watu wanabeba bidhaa ambazo kila mtu anaweza kubeba kivyake na kuelekea zake nyumbani. Hii ni shughuli ambayo ilianza takriban mwendo wa saa 7:30 hivi, ambapo makabiliano yalianza kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi. Lakini kando na hiyo ni kwamba pia kuna watu kadhaa ambao wamejeruhiwa, na wengine tunaripoti kwamba japo hatujadhibitisha kwamba 3 tayari wameaga dunia. Ni 3 ambapo tumepata hapa. Mmoja amepigwa risasi kwenye mguu, amepigwa risasi mguuni, mwingine amepigwa risasi kichwani, na mwingine naye amepigwa risasi kwenye bega. Kwa hivyo hao tu ni wale ambao sisi tumepata ambao wamejeruhiwa, lakini tunaarifiwa kwamba kabla tufike kunao wengine ambao walikuwa wamepigwa risasi awali na ambao ripoti zinaonyesha kwamba walikuwa wameaga dunia. Kwa hivyo hii yote tu ni kutokana na haya maandamano ambayo yanaendelea nchini ambayo yameletwa na
wale waandamanaji ambao ni vijana tu wanatoa shinikizo kwa serikali kutoidhinisha ule mswada, japo mswada wenyewe ushapitishwa na bunge na tumeona hali ilivyokuwa kule bungeni. Kwa hivyo hapa Nyeri hivi ndivyo hali ilivyo. Katika eneo kama la Embu kumeripotiwa kwamba kumekuwa na makabiliano makali pia kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi, na ambapo tayari ofisi ya chama cha UDA ambacho ni chama tawala, chama cha Rais William Ruto kule Embu, ambako pia gavana wa Embu Cecil Mbarire yeye ndio mwenyekiti wa chama cha UDA, ofisi ya UDA imeteketezwa. Pia tumearifiwa kwamba wale waandamanaji wamevamia ofisi za eneo la mashariki la ofisi za ile KRA ama ile ambayo ni ya kutoza ushuru. Wamevamia na kuiba mali katika ofisi hizo za KRA ambazo ziko katika kaunti ya Embu. Pia tulikuwa tumepata taarifa kwamba kama dakika 30 zilizopita hivi moto mkubwa ulikuwa umeakishwa nje ya ofisi ya gavana wa Embu, hapo ambapo waandamanaji walikuwa wanazidi kusukuma, walikuwa na nia ya kuteketeza ofisi ya gavana kaunti ya Embu. Kwa hivyo kufikia hapa katika kaunti ya Nyeri saa hii tunaona kwamba tayari wale waandamanaji ama polisi nguvu. Maafisa wa polisi wamesalimu amri na wamesimama kando tu kwa sasa, wanaona jinsi hali inavyoendelea na wamebaki hawana njia yote ya kujisaidia. Kwa vile vitoza machozi ambavyo walikuwa navyo viliisha. Zile risasi ambazo walikuwa nazo pia zile rubber bullets pia ziliisha. Kwa hivyo njia pekee iliyokuwa imesalia ni kufyatua risasi tu, ambazo sasa ni kutokana na hizo risasi walizofiatua ambazo zimejeruhi watu 3 na watu wengine 3 tunaarifiwa kwamba wameshaga dunia, lakini hiyo ni taarifa ambayo tutakuwa tukidhibitisha na bila shaka kuwajuza watazamaji wetu kwenye matangazo yetu hapo baadaye. Hivyo ndo hasara uingia. Hasara uingia. Kura moja tu bwana. Kura moja. Yes. Yes moja tu. Riswa. Na bila shaka huyo ni mwenzetu Clement Masombo Aseto ambaye yupo katika eneo la Nyeri akiangazia hali ilivyokuwa katika duka moja kuu pale ambapo waandamanaji wamelivamia duka hilo na kuiba mali kadha wa kadha. Lakini kadri tunavyoendelea na matangazo haya tunao ujumbe ambao tunataka kukwambia mtazamaji wetu. Now, in the wake of our detailed coverage of the ongoing protest against the Finance Bill 2024 organized by the Gen Z protesters, we would like to inform our viewers that we have received threats from authorities of intention to shut us down. We would like to inform the public of our commitment to defend the public interest, and we shall not be cowed by any threats. And in the event that the authorities make good their threats to shut us down, we shall continue bringing you the unfolding events on our online and social media platforms. Just to take that news again, that in the wake of our detailed coverage on the ongoing protest against the Finance Bill 2024 organized by the Gen Z protesters, we would like to inform our viewers that we have received threats from authorities of intention to shut us down. We would like to inform the public of our commitment to defend the public interest, and we shall not be cowed by any threats. And in the event the authorities make good their threats to shut us down, we shall continue bringing you the unfolding events on our online and social media platforms. That is the latest news that we have just received, that authorities are threatening to shut us down because of the coverage that we continue to bring to you across the day today over the ongoing demonstrations against the Finance Bill 2024. It is a coverage that has taken place the entire day today. Our
reporters are spread across the country as we bring you the day-to-day, blow-by-blow beat on what is happening across the country area. Na bila shaka kama unavyoona kwamba picha hizo zinazokujia moja kwa moja kwenye runinga yako ni kwamba maandamano haya yamekuwa yakifanyika kuanzia mwendo wa asubuhi, na hayajafanyika tu katikati ya jiji la Nairobi peke yake. Yamekuwa yakiandaliwa katika miji mbalimbali, mji wa Mombasa, Kisumu, Kakamega na vile vile mji wa Nyeri, vile vile Kilifi, kwa hivyo Vihiga. Kwa hivyo maandamano haya yamekuwa yakifanyika katika miji mbalimbali, Nakuru, Eldoret, kule Kericho tumeona kwamba ile nembo ya chama cha UDA imeweza kuvunjwa na kuweza kuangushwa, na vile vile waandamanaji hao wamekuwa wengine wameondoka katika maandamano ya amani na kuanza kuvamia biashara za watu wengine, kama vile tulivyoona kule katika mji wa Eldoret wakiingia katika biashara ambazo ni za watu binafsi katika miji ile. Lakini kadri tunavyoendelea na matangazo haya ni kwamba waandamanaji hawa awali waliweza kupata nafasi ya kuingia katika makao ya bunge, ambapo waliingia hadi katika vikao vya bunge ambavyo vilikuwa vinaendelea, lakini wabunge wakaweza kuondoka na kutoroka baada ya waandamanaji hao kuingia. Ukumbuke kwamba mswada ule wa fedha wa mwaka 2024 umekuwa ukijadiliwa pale katika bunge la kitaifa, na leo hii kumekuwa na marekebisho kadha wa kadha ambayo yamefanywa mswada huo wa fedha wa mwaka 2024, lakini wabunge ama viongozi wa Azimio wamejitenga nao kabisa, wakisema kwamba wao hawatawasilisha mapendekezo yoyote katika mswada huo, ila wanataka uweze kufanyiwa kuondolewa kikamilifu katika bunge na mswada huo uweze kuanzishwa mchakato mpya kabisa, wakisema huo uliopo sasa hivi haustahiki, unafaa kuondolewa. Hivyo ndivyo hali ilivyo, picha unavyoziona. Wanahabari wetu bado wapo ange katika maeneo mbalimbali, tutakuwa tukizungumza nao kuweza kupata ufahamu wa hisia zao ni zipi ambazo zinaendelea kusikika kutoka kwa wale ambao ni waandamanaji. Manake ukumbuke kwamba walikuwa wameambiwa maandamano haya yaweze kufanyika hadi mwendo wa saa 12:30 jioni, wawe wameshaondoka. Lakini je, hilo litaweza kufanyika? Tumeona pia picha za moja kwa moja kwamba katika ofisi ile ya gavana wa Nairobi pia imeweza kuteketezwa Seto. And yes, indeed, it has been the push and pull between the protesters and the police officers across the day today, as the protesters continue to urge that the entire finance bill be rejected in its entirety. But members of parliament continued with the process of amending that bill. But on your screens right now, there's live images from the Nairobi CBD, an area that has seen protesters engage the police throughout the day today. They managed to access the parliament buildings, and a lot of destruction has happened there. The office of the governor, Nairobi, that is Johnson Sakaja's office, has also been set on fire. These plus other destructions that we continue to see, police officers and their vehicles being burnt, being razed down to ashes across the country. Also, you've seen in Nyeri, people are accessing, demonstrators are accessing places of businesses, and destruction that has been witnessed there. The demonstrations have been in Eldoret, in Nyeri, in Kakamega. A little bit earlier, we saw Alan Ochanda with the demonstrators there who were